wanaojua kuchimba dawa wanaelewa, wenye wamesafiri na mabasi. Lakini cha kushangaza, ilikuwa tayari nimejiandaa katika ndoto hiyo, nikachukua bodaboda kwenda kuchimba dawa, ambayo sio kawaida. Tulienda sehemu ya mbali ambayo sikumbuki ilikuwa ni wapi. Wakati wa kurudi, bodaboda ameondoka, ameniacha. Nikaanza kutafuta bodaboda wa kunirudisha ili nianzishe ibada hii ya misa, lakini bodaboda hayupo. Nikaangalia barabarani, hamna bodaboda yoyote, hamna usafiri, chombo chochote cha usafiri. Basi ikabidi nianze kwa mguu kurudi parokiani nianzishe ibada hii ya misa. Lakini kwa sababu wa umbali nilipokuwa, nilifika nikawa nimechelewa zaidi ya dakika 30. Na paroko msaidizi alipoona kwamba nimeondoka na sijamwambia niko wapi, narudi saa ngapi, akaamua kuanzisha misa. Hivyo nilipofika karibu na kanisa, nikapata wimbo wa sadaka unaimbwa, maanisha kwamba ibada imeanza tayari, amemaliza mahubiri, sasa ni sadaka. Cha kushangaza, niliposikia wimbo wa sadaka, nilipata furaha moyoni mwangu. Nikasema, asante Mungu, paroko msaidizi ameanza misa na amehubiri. Nikaingia, nikajiunga nao kuendelea na misa, lakini furaha yangu ni kwamba amehubiri. Na furaha yangu ilitokana na nini? Labda kwa sababu nilikuwa na hofu ya kuhubiri kwa msiba wa namna hii siku hizi. Basi ndugu zangu, tunapomwombea roho ya marehemu, na wakati tunaogopa kuhubiri katika msiba wa namna hii siku hii,